Toka kwenye Luka. Kameramani anza kurekodi ujumbe, hiyo unaweza ukastop au ukasave. Tuanze kurekodi ujumbe sasa. Ujumbe wetu unatoka kwenye kitabu cha Luka. Luka 16 mstari wa 7 pale. No, Luka 49 mstari wa 7 Luka 24 mstari wa 49 mpaka mstari wa 53, lakini Yohana Mtakatifu 16 mstari wa 7. Kwa nimechanganya hapa. Huyu mtoto yuko nje, huyu we, kijana. Luka 24 mstari wa 49 mpaka 53. Lakini Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 7. Kama umepata unaweza kusoma pale. Tuanze na Yohana. Tuanze na nini? Na Yohana. Haya. Biblia inasema Yohana 16 mstari wa 7 pale. Biblia inasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Narudia tena. Biblia inasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Sema iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Fungua Luka. Fungua Luka. Mtu mpata Luka pale unaweza kusoma. Luka nimesema. Yes. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu. Anasema natazama nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu. Lakini kaeni humu mjini. Lakini kaeni humu mjini. Hata mvikwe uwezo wa utokao juu. Hata mvikwe uweza utokao juu. Akawaongoza mpaka Bethania. Anasema akawaongoza mpaka Bethania. Akainua mikono yake akawabariki. Akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki. Alijitenga nao. Akachukuliwa juu mbinguni. Wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu. Wakimsifu Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru, nasema asante kwa sababu wewe ni mwema. Umekuwa nami, umenipigania tangu majira yote. Masaa haya niko hapa kwenye madhabahu hii, niko kwa ajili ya kusema neno lako. Naomba ukanitumie kama chombo, sema nami, sema na watoto wako. Jina lako libarikiwe, jina lako lihimidiwe, ni katika jina lako Yesu naomba na kushukuru. Amen. Wapendwa watumishi wa Mungu, nimesema mwezi huu wote, mwezi wa 3, tunayo operation kabambe kwa habari ya ujazo ama kujaa na kufurika nguvu za Roho Mtakatifu. Operation hii tutaenda nayo, tutakuwa na mapumziko tu pale kwenye kipindi cha Pasaka. Pasaka ni tarehe ngapi? Utaangalia kwenye kalenda yako. Lakini nafikiri inaanzia kwenye mwezi wa 3 nafikiri. Tunaelewana? Pasaka. Lakini pia operation hii ina malengo makuu mawili ama matatu. Lengo la kwanza ni kumpata mlokole kamili. Lengo la kwanza kumpata mlokole nini? Mlokole kamili akatae simama mpaka mwisho, anayetafutwa hapo. Lengo la kwanza ni kumpata mlokole akataiweza kuvumilia mpaka mwisho, mpaka pindi pale Yesu atakapokuja kuchukua kanisa lake. Ndiye anayetafutwa kwenye operation hii. 2,
ni kumpata shujaa mmoja akatayeweza kusimama kwa ujasiri kwenye ulimwengu kumtangaza Yesu kwamba ni Mwokozi. Yesu alikufa, Yesu alifufuka, Yesu yuaja tena na mawingu kuchukua watu anayetafutwa. Unaelewana? Tunaelewana? Akataye piga kelele duniani kwamba watu waache dhambi. Yatosha sasa. Mgeukeni nani? Huyu Yesu. Aliwapigwa wapi? Maana yuaja tena na mawingu kulichukua kanisa lake. Hivyo ngeukeni leo kabla hajarudi. Tunamtaka huyu mtu. Kwa hiyo operation hii mpaka inaisha mwezi wa 3 na katika, watu hao watakuwa wamepatikana. Waliojaa na kufurika, wenye uvumilivu, wanyenyekevu, wenye subira, wakatao simama mpaka mwisho. Hao ndio Bwana ameniagiza kwao. Umeelewa? Umeelewa? Tunaelewa watu wa Mungu. Linatafutwa kanisa likatalo shinda, likatalo simama mpaka mwisho, likatalo ingia wapi? Mbinguni. Basi. Na kuambia wengine habari nini? Yesu. Ndio agenda. Ya 3, anatafutwa mtu jasiri. Jasiri yule mtu ambaye anaweza akapambana katika hali nini? Hali ya vita ya aina yoyote. Jasiri. Mtu ambaye anakubali kufia kwenye uwanja wa nini? Mtu ambaye akiambiwa songa mbele hakuna maswali. Yeye ni nini? Sasa mtu huyo lazima apitie kozi maalum. Haleluya. Mtu huyo sio askari njaa ambaye atauawa kwa sumu, kwa ndizi zenye sumu kesho kutwa, ambaye atauawa kwa maji aliyowekwa sumu kwa sababu ya njaa yake akafa tukampoteza. Haleluya. Akiambiwa songa mbele, yeye hajali kuna nini, yeye ni hapa kwa sababu chini ana kiatu kina soli ngumu, lakini amefunga mpaka juu. Lakini kiunoni mwake amefunga mkanda wenye matundu kama 30. Kiuno kiko hivi lakini ana mkanda na matundu ngapi? Juu yake iko diria haki. Kuna ile kofia ambayo ina bulletproof. Ikipigwa risasi unasikia tu imeteleza hiyo, haijagusa kichwa, ubongo bado uko sawa sawa. Akikanyaga pigili chini mwiba inavunjika yenyewe. Mwanaume anasonga nini? Njia imemkamata kwenye uwanja wa vita, anasogeza tu la pili. Unaelewa maana askari? Unaelewa maana askari? Si unaelewa ninachokisema? Unajua kuna kanisa naitafuta hapa, naona picha yake naanza kuiona na nitakuja tu hapa. Si tuelewa tu Mungu. Amen. Utanielewa. Askari ana mkanda ambao una matundu sio kama 30, si hesabu vizuri. Lakini una matundu mengi sana. Nikajiuliza siku moja, huu mkanda una kazi gani? Kwani kiuno kiko hivi? Matundu yote ya kazi gani? Nikamuuliza askari mmoja, sema matundu yale yapo kwa ajili ya kazi moja tu. Askari anapopigana wakati mwingine kuna kuishiwa. Wakati ameishiwa alafu kuna njaa. Kuna wakati unapigana tu mashambulizi ni makali, mapambano ni makali. Hauna muda wa kwenda kula. Silaha imegeuzwa mbele tu. Yaani hakuna kuhema. Jamani angalieni basi hata Kongo huko alafu wanapigana. Wale watu wameingia wamevamia ile mji. Nasikia tu hiyo imepita unasikia. Ni askari mwanaume yuko tu. Ameacha mke. Tunamnyang'anya shetani viwete. Tunaachia viwete. Hata usiku niomba nakwambia tunamnyang'anya shetani viwete. Nikwambia Jumatano. Nikasema usifikiri ni jambo rahisi kunyang'anya kilichochukuliwa na adui. It's not simple. Sio rahisi. Shetani mtu amewekeza kwake. Viwete imekamatwa na mizimu. Wachawi, majini yamekamatwa. Shetani amewekeza pale. Alafu unakuja pesa hizi. Ipe viwete, lete viwete. Sio rahisi. Nasema ni. Bila kujala mtakatifu. Wewe unataka. Yesu anataka mpokonye shetani hati miliki ya kumiliki wanadamu, kumiliki dunia. Elewa?
nimekwambia, anataka ampokonye atimiliki shetani aliyopewa na Adamu. Alimuuzia bei rahisi Adamu. Shetani anayo. Yesu anakuja, anataka aipokonye atimiliki iliyokuwa kwa shetani ya kutawala dunia. Alifunga siku 40 usiku na mchana. Anajua kazi ya kupokonya sio rahisi. Lazima ni nini? Wewe unakula masaa yote 20. Unakula asubuhi. Unakula kiporo mpaka kimeota au unyevu. Unataka mume wako aokoke. Anaokoa. Nakwambia hivi, wewe mchukue mtu wa mtu Grace wewe nani? Yaani shetani amewekeza pale mizizi yake. Amewekeza lirola uzizi. Amewekeza lirola wewe alafu unakuja tu achia. Sikiliza, lazima ukubali kufa na kupona. Amen. Meleka pale. Amen. Sio kazi rahisi. Wewe umwambie kahaba okoke akale wapi? Kwa nguvu ipi? Kwa ushawishi upi? Ndio maana leo kazi ya kushuhudia imekuwa ngumu sana. Kwani watu wamekataa gharama, hawataka kuchukua gharama. Ndio maana hata uimbaji wengi, kuimba leo watu wamegeuza vituko tu. Leo watu wakiimba nimesema mavyombo yamejaa mpaka maspika ameninginia kama maembe. Ninapigwa midundo pale mpaka wanasema yes, hapa mpaka pressure inaweza kaja. Lakini hamna Roho Mtakatifu, hamna nini. Ni watu wanaroga tu. Sasa umeona kwamba sasa vya Mungu ni vigumu, ameamua nsi vya kwa dunia. Wanapiga mapiano. Wanaanza kuviunga vinapigwa viungo. Bila ruhusa viungo pale. Wana katika na kanga wanafunga pale. Sikiliza, Yesu aletu kwa kiuno. Nikwambie mtu mmoja, usishindane kucheza, shindana kujia roho, shindana kufurika, shindana kumjua Bwana, shindana kuwa na karama za Roho Mtakatifu. Hiyo nilitendea kazi, hiyo sio miguu ikatometa roho. Jishindana kujia roho. Amen. Unashindana kuvaa batik, unashindana kuvaa kitenge cha blue, unashindana kusuka tole kilioni. Unashindana kusengenya. Kwamba ndio unamsengenyaji maarufu. Sikiliza, achana na habari. Nikamwambia Jumatano. Ni summarize Jumatano. Nikamwambia kwamba sio kila vita inakufaa upigane. Unaweza mambo ni mengi ya kufanya katika ulimwengu wa roho nyakati za mwisho. Shetani anafanya kazi kwa spidi kubwa sana. Shetani anafanya kazi, msaidie mtoto. Shetani anafanya kazi kwa spidi kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu amejua wakati wake ni mdogo sana. Wakati wake ni mdogo sana. Na yeye tayari alishapewa certificate ya hukumu ya kwenda jehanamu. Kwa hiyo hana utani hata siku moja. Hana utani hata siku moja. Nikamwambia mama mmoja, akamwambia mama, wewe nilikuwa najua sana kwamba ni mlozi na nini. Lakini katika kuongea kaongea mtu mmoja, mama huyu ni mlozi. Sasa lakini anaumwa sana. Nikafikiria sasa ni mlozi. Na ameloga wengi watu wamekufa. Lakini yeye anaumwa. Nikajiuliza, nikasikia sasa huyu kwa nini naye anaumwa alafu anataka afe? Alafu nikauliza akifa ule uchawi anaondoka nao? Nikasikia haondoki nao. Anauacha. Yaani anakufa anauacha uchawi. Nililia, hata hii ndio inaniliza zaidi. Hii ndio inaniliza nini? Zaidi. Alafu nikisikia uchawi haondoki kwa sababu uchawi ni roho. Akisha uacha, anatafuta mtu mwingine mwenye sifa kama zake achukue mikoba. Unasikia mkoba, kwa kurisishwa mkoba, kwa kupewa mkoba. Akupewa mkoba na nani? Mkoba wa bibi atakuwa achukue nani? Achukue labda kaka mkubwa. Huyu tumeshazika kaburini. Huyu tumeshazika nini? Kaburini. Na hakuna mtu aliyokufa anarudi. Wengine wanasema bibi amenijia. Sio bibi, ni mizimu yake, ile mipepo inavaa sura yake, inafanya incarnation, inakuja kama sura yake. Bibi akanijia leo kaniambia sio bibi, mwanangu ashaoza yule. Anaenda kwenye hukumu, yuko lock up, anasubiri kwenda mahakamani. Nikamwambia mtu mmoja wewe hujui tu. Wewe watu wote wale ukufa sasa hivi wanasubiri kwenda mahakamani wote. Mahakama itaamua. Mahakama. Wako loka wote.
Ila kuna wengine kwenye lock up ya kwenda jehanamu, kuna wengine kwa lock up ya kuja wapi? Lakini wote wamefungiwa. Na wao wanasema hakuna mawasiliano tena kati ya leo kufa na leo hai. Unaelewa maana yake? Yaani yule hata ufanyaje yule tayari wana maisha yao yule. Unaelewana? Achana kudanganya na watu ambao wanachinja mbuzi wanaenda kwenye kaburi wanasema bibi anakula. Ni mbwa tu atakula na paka pale. Kafungue pale kama atakuta bibi. Utakuta mifupa na skeleton na macho yameshaondoka. Unaelewa? Hata kama bibi yako alikuwa hivi, huwezi kuamini kwa sababu wewe ulikuwa unamuona tu kwa nje, lakini wewe kujua mfupa wake ukoje. Unaona wote? Ameingia kwenye mchakato mwingine. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Nasema nini hapa? Nasema kwamba Shetani amekandamiza watu kwa kiasi kikubwa. Na waliopewa dhamana ya kwenda kupambana na kuwatoa watu, kuwachomoa kwenye vifungo ni mlokole aliyeokoka mwenye nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu anaondoka, anakaribia kuondoka, anawaandaa wanafunzi wake. Wanamwambia Bwana, wewe ni wakati wa kurudishia ufalme wetu. Maana mimi nataka niwe waziri. Mimi nilikuwa mbunge kidogo, nilikuwa vizuri. Hebu Yesu, nataka kurudisha ufalme, maana ufalme alikuwa ashapokonywa tayari. Yesu akamwambia sio kazi yenu nyinyi. Sio kazi yenu nini? Kujua. Mimi ninachojua mtapokea nguvu. Yaani Yesu, majibu yake ni ya shortcut. Yaani mambo ya ufalme, yaani unajua kuna wakati unaweza ukakata tamaa. Nategemea ufalme, nguvu gani? Ndio maana aliondoka 380 wakati 120. Ndio hao walikuwa vilalamishi. Hao vilalamishi nguvu gani? Tulikuwa tunategemea ufalme wetu mambo gani, nguvu gani? Kwa nguvu hatuna sisi. Ninachojua mtapokea nguvu akisha kuajilia jioni Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye alikuwa anajisabia kama sio mashahidi. Sio Yesu tunaye. Yesu akakata rufaa pale pale, akafuta akamwambia bado hajaqualify kwa mashahidi wangu. Anasema mkishaja nguvu ndio mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Wanasema miaka yote tumekana. Miaka yote tumekana. Bado si kwa shahidi wake. Sikiliza, bado hajaqualify kwa shahidi. Ndio maana Petero alikana mara ngapi? Usimdharau Petero. Alikuwa na uwezo wa kustahimili ile. Wewe sikiliza nakwambia jamani, Petro alikana Yesu. Yule ni mwenye taji ushujaa mkubwa sana kumkana mtu ambaye unamjua kila siku. Hajafanya chochote, ni ushujaa mkubwa, sio jambo dogo. Alikuwa ana nguvu. Leo ni wangapi wanamkana Yesu? Ni wangapi wanamdhalilisha Yesu wameokoka? Sio wao, hawana uweza. Ndio maana kwambia mtu mmoja, wewe hujamuona mlokole, wewe umemwona mganga njaa aliyofuata mchumba kanisani wewe. Wewe umemwona aliyofuata gari, hujamuona mlokole. Mlokole ni kesi nyingine nyie. Amenielewa bado? Mlokole ni ya mama nyinyi. Jamani, mlokole ni mtu mwingine kabisa. Mlokole. Ni mtu mwingine. Ni mtu mwingine kabisa. Yesu akamwambia subirini. Ukisoma Luka anakuambia mtapokea nini? Msitoke hapa mjini, kaeni huko mjini. Mpaka mvikwe uweza utokao nini? Kwa asiwepo yoyote mwenye kiherehere chochote ya kuinua Mungu hapa. Alikuwa anajua mwanamume. Anajua nimemnyang'anya shetani funguo la mauti. Wa kuzimu amenishuka kuzimu, amemnyang'anya ufunguo wa mauti. Amechomoka nao. Lakini anajua huyu adui shetani ni roho. Hajafa. Unaelewa? Ni kweli nimefua siku 40, nimenyang'anya certificate ni hayo. Lakini ili hichi chuma kijafa. Huyu jamaa yupo. Sasa hao watu wangu ni wakomboa sawa, watashindaje? Inatakiwa mimi sasa badala ya kuwa nao nje, inatakiwa niingie ndani yao. Niingie ndani? Ndio kunatokea mbadilishano sasa. Yesu kwenda Galilaya lazima nipande mashua. Unaelewa? Nikitaka kwenda wapi lazima nipande nini? Mashua. Lakini huyo Roho Mtakatifu akija, huyo anakuwa ni soft copy. Haleluya. Ndawaeleza kidogo mambo ya soft copy. Kuna hard copy na soft nini? Yesu alipokuja duniani kama hard copy. Kwa maana nikimtaka Yesu hapa inabidi nipande mashua nikamfuate wapi? Galilaya. Yerusalemu, tunaelewana? Lazima niende.
Hadi copy ni ile ambayo naandika hapa karatasi ambayo unayo labda wewe Neema Mwanzo. Unayo wewe karatasi. Sawa? Umeishika wewe tu. Mtu akitaka kusoma lazima atoke apange safari aje aisome pale. Lakini soft copy ni ile ambayo ipo kwenye mashine tayari. Iko haionekani katika macho, katika mwili, haishikiki na mikono. Unaona iko ndani ya system. Ninaweza nikachukua hapa soft copy. Mtu wa Mwanza anaitaka soft copy yako. Unaingia kwenye mtandao na kliki, watu wangapi? 1 2 3 4 wanaitaka. Na mwezi mmoja. Watu wanapata kwa dakika ile. Dakika ile moja. Roho Mtakatifu anakuja, anakuwa ni soft copy. Yuko Tanzania, yuko Amerika, yuko Jerumani, yuko China, yuko Kilimanjaro sai, yuko Hiwege hapa, yuko kule Buguruni, yuko pale Chanika, yuko kila mahali, yuko amejaa, yuko ndani yako wewe, yuko ndani yangu mimi. Hapo wote tunaye, hapa tunaye wote. Akitegemea Roho Mtakatifu wa mchungaji tu. Unachokitafuta mkijui. Mimi nikiondoka hapa tasumbuana tu. Mimi inabidi nipande mashua niende, nikiondoka inakuja Roho Mtakatifu ambaye atakuwa kila eneo. Ndio maana sifa yake ya kwanza yuko kila mahali. Amen. Wakati niko pale Ubungo siku moja, mama mmoja amenipigia simu kutoka Mwanza. Amenipigia simu, baba mmoja mke wake amepata ujauzito ukapitiliza. Ujauzito umefaje? Umevuka. Uchungu unakuja unazima. Unakuja unazima. Imepitiliza miezi 9 imevuka huko. Kapigia simu. Nikamwambia halo mpe huyo mama. Mama anaongea naye amechoka kabisa, amekata tamaa. Na mama asikate tamaa. Yuko Yesu ambaye ni supersonic. Yuko Yesu ambaye yuko juu ya sheria, anakuja kukukamilisha ndani ya wokovu. Nasema hivi, Roho Mtakatifu anakuja kukukamilisha ndani ya nini? Ya wokovu. Ukiokoka kama una Roho Mtakatifu, narudia tena. Ukiokoka kama hauna Roho Mtakatifu, unakuwa wokovu wako haujakizi vigezo na masharti bado. Tunaelewana? Mfano hivi. Mtu amejenga nyumba, ngatolea Jumatano. Amejenga nyumba, ameishia kwenye kozi yake ya mwisho. Lakini hajapaua, hajafanya nini? Lakini naye amejenga katika watu waliojenga sana na mimi ni nini? Lakini tuje tukague. Ukuta bwana, wewe mbona hujapaua? Haya nimepaua lakini hamna magrill. Nimeweka grill lakini hamna umeme. Nyumba ipo kila kitu, rangi kila kitu, lakini umeme nini? Unaita finishing bado. Nyumba imejengwa lakini nini? Haiwaki taa. Wewe umeokoka. Haleluya watu wa Mungu. Umeokoka, upo hapa kanisani. Lakini una macho, una miguu, una pua mbili, una mikono miwili, unatembea na unaongea sawa? Na mwingine mpagani anapua hizo mbili, anatembea yuko kama wewe. Sasa utofauti wake ni upi kati ya wewe na yule? Ndio hapo tunachokisema. Tunaelewana? Lazima hata kama wote tuna macho, lazima hata wote tuna miguu, lakini kuwe na utofauti kati ya mwenye miguu yule na mwenye miguu huyu. Narudia tena. Kinachotutofautisha sisi kati ya aliyeokoka na asiyeokoka, mtu wa dini, ni Roho Mtakatifu. Narudia tena. Kinachokutofautisha wewe kati ya wewe na mwingine ambaye anajua Kristo ni Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu wewe utakuwa ni mtu wa dini kama wa dini wengine. Maana bila Roho Mtakatifu ndugu yangu, hauwezi ukashinda chochote. Hauwezi ukafanya chochote cha kiroho ukashinda. Wewe sio mtu, watu walikula mieleka. Nilikutolea mfano, watu walianguka wewe. Watu walifanyaje? Nikaombea Jumatano, hoja huko kuliko Anania na Safira. Anania aliokoka yule, wale watu waliona nguvu za Mungu. Unaelewa? Waliokoka, Anania aliokoka, Safira aliokoka. Unaelewana? Tunaelewana watu wa Mungu. Unanielewa? Wewe hujaokoka uliko Petro wewe. Leo damu la Mungu Petro amemkataa. Sikiliza. Hujaokoka uliko Petro. Yeye alimuona Yesu kabisa. Yuda. Kwani Yuda alikosema nani? Au Anania ndio tabia yake? Marai. Even single
day. Inawezekana ukao uliokoka jana saa 8 ya usiku karibu mwasi wako na Mungu. Yesu akaja kesho yake asubuhi. Unaelewana? Anania na Safira walikosea mara hii. Hayo mambo ni magumu. Nasema hivi, ili kama umeamua kwenda mbinguni, umeamua kabisa kuacha unafiki, umeamua kabisa kujikana, unataka muone Mungu siku moja, ya Roho Mtakatifu. Amen. Serious, sure I'm telling you, ya Roho Mtakatifu. Nakwambia ukienda kwa usanisani ambao hujaelewa, nakwambia una maisha ya safari. Leo wengi wamepigiwa kanisani, wamefikia umomo kanisani. Umeelewa? Umomo kanisani. Wamefikia umomo kanisani. Ukisikia mtu anakuambia kanisani ili kuna wasengenyaji, jua kabisa humo kuna tayari watu washauawa na shetani. Alafu amemwacha kwenye kiti pale pale. Amechukua mtakatifu amenyang'anywa. Amemwacha kwenye kiti pale. Unasikia kuna wasengenyaji. Ukisikia kuna wazinzi. Ukisikia kuna nini? Kuna wachawi. Jua humo matamu. Hivi Mungu alisema tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Je, ni hawa watu tunaoona leo? Tukasema sio hao. Sasa wako wapi? Mfano na sura ya Mungu ni kipi? Je, ndio hao walevi? Mbona kuna walevi? Mbona kuna wazinzi? Mbona kuna wachawi? Mbona kuna waabudu sanamu? Mbona kuna wapiga ramli? Je, huu ndio mfano na sura ya Mungu? Unajikuta sio kweli. Sasa sio kweli imekuwaje? Nikakwambia sio yeye. Kuna mbegu imepandwa. Yeye mkataba shetani Adamu alipokubali kuingia mkataba na shetani ndio ikawa wanadamu wote. Sasa ili kujikomboa Yesu akasema mtu akitaka kunifuata ajikane. Kuna kujikana kwanza. Unaelewana? Ili uweze kuongea na Mungu leo, unahitaji uwe na Roho Mtakatifu wa kuwakilisha juu. Amina. Kipindi cha nyuma Adamu alikuwa hahitaji shu mpaka apige baba, maombi ya masaa 36. Leo sijakula macho sioni mbele. Alikuwa tu bwesa ngapi jioni muda upunga Mungu anashuka gege. Anasema Adamu, nimekuja mwanangu. Wewe unasemaje habari ya bustani? Naambia bustani ipo tu, matunda yanalika. Tunakula tu matunda, tunapiga story. Unaongea na Mungu. Shetani akaona sawa. Anachungulia. Mbona najua udhaifu wake uko wapi. Shetani hivyo ulipokaa hapo anakutamani sana kubwaga ili uende jana mkaungane naye. Anakutamani sana. Yaani hapo ulipokaa hivyo moja kanisani anakutamani usiku na mchana mwanangu. Shetani anakusagia meno wewe. Ndio maana kila siku achoki. Mbona wewe Adamu unakula raha, huyo Mungu nilikuwa naye mbinguni leo irudi kwa mwanadamu, haiwezekani. Akaeleta ujanja akamdanganya. Adamu alipotoka tu kwenye uwepo wa Mungu, tayari vitu vikahama, akajiona niko uchi. Unapotenda dhambi cha kwanza unajiona kama uko mtupu. Unajiona uko nini? Mtupu. Jana mmoja alifanya kwenye zina, aliingia kwenye zina. Alipozini alipomaliza akaanza kupiga wewe. Analia nini? Huyu alienda mwenyewe guest. Analia guest. Kuna nini kaona? Sikiliza. Kuna vitu vinaondoka. Unanielewa? Mwingine akafanya dhambi ya zina alipomaliza anasema mmoja anashuhudia. Anasema alipotoka nje alipoangalia jua anakuta jua limebadilika mwanga, sio ile aliyokuwa anajua. Nikasema dhambi kuna vitu inatoa. Ndio wanapenda dhambi. Wao wanaona sio cha kawaida, yeye anaona cha kawaida tu. Leo wanaume wanabadilisha jinsia wanakuwa wanawake, wanaona cha kawaida. Tena wanakushangaa wewe, unaona unashangaa wewe huyu ana akili tena. Anakuona wewe ndio una akili. Dhambi inaharibu fahamu. Inaharibu akili ya mtu. Unaelewa? Dhambi inaharibu akili. Kuna vitu vinaondoka, baraka zinaondoka. Vile vitu ambavyo Mungu aliwekeza vinaondoka. Leo mwanamke anazaka uchungu. Kuna neema Mungu imeondoka pale. Wanaume wale wakabeba zege wengine mpaka wakaribie kufariki. Ndio maana wengine wanakufa sana wanaume. Wanakufa wengine kwenye migodi. Wanachimba dhahabu. Ukija kula kwa jasho ndugu yangu aziji hivi. Adamu aliamua tu atalima bustani kulima sio kwa jasho hili tunaoliona leo. Leo jua linawaka mpaka bati nalia sasa hili ni jua limesogezwa. Nikamwambia mtu mmoja unafikiri jua litaisha? Okokeni Yesu anakuja. Okokeni Yesu anafanyaje? Mmoja akawa naomba anasema Mungu tukumbuke mazao yanakauka. Nikamwambia bado hujaomba. Mwenye kanisa yuko mbioni kufanyaje?
hekalu linakaribia kumalizika kujengwa Yerusalemu. Kila kifaa kishakuwepo. Malighafi zote za kujenga hekalu zipo. Umeelewa? Ila yuko azuiaye. Anasema yule asi yupo anayetenda kazi, lakini anatenda kazi kwa siri, maana yuko azuiaye. Unapoona ushoga unapamba kasi kuliko unaofikiria. Na jambo hilo sasa hivi inaonekana la kawaida. Watu wanaposti kwenye mitandao. Wanatembea tu tena kimisi kabisa. Na wana hela wanaonesha hela hivi. Wanaonesha hivi. Anamonga mtu yule, anamonga. Mtoto wa mwanamke mwenzako yule anaonga. Alikuwa tu washangae na bodyguard anamlinda. Bodyguard anamlinda. Wewe anasema mnyeonapo hayo changamkeni. Leo ndo kanisa ndio yani ndio watu wako mbali. Wanahangaika na maisha, wanahangaika na biashara zao, wanahangaika mtu mpaka halali anaacha kumtumikia. Sikiliza, hivyo ni vya muda kidogo, ungejua ufahamu wako umekamatwa padogo sana wewe. Sinaeleweka mimi hapa. Ndugu zangu, dunia imeisha. Dunia imeisha, ja roho. Dunia imeisha mama, ja roho. Utaenda mbinguni kwa umaarufu, utaenda kwa kujaa roho. Amina. Hayo mambo sio ya kawaida. Yanatangazwa na pigwa debe leo. Leo mtu unaweza kuomba hela ule ugali ukalisha watoto upewe. Lakini mtu anapewa hela ili akibadilisha hao shoga. Anakuwa milioni 20, tumia, wewe ukitumia kunaweza ndio uchukue nyingine. Unaelewa? Mtu anapewa hela akaribu wanawake wenzake usadaki. Anapewa milioni 10, chukua karibu mabinti. Wewe una njaa unaomba kwa halali wewe. Anatembelea gari kubwa. Kubwa. Unaelewa maana yake? Maana yake thamani ya kile unachokifanya kwamba tunamkomoa Mungu, thamani yake wewe umekubali kumkomoa Mungu ni kubwa, kwa hiyo tunakulipa hela nyingi zaidi. Kwa sababu umekubali kufanyaje? Kumwacha Mungu wako. Haleluya. Ndio maana yake. Ndio maana hata wanaofanya kazi siku ya Jumapili kwenye makampuni huko wanalipa overtime double. Unaelewa maana yake? Umeuza siku ya Mungu wako wewe, tunakulipa mara hizi. Siku za kawaida ni mara moja. Lakini siku ya Jumapili unalipa mara mbili. Unaelewa tafsiri yake? Yaani kama umeamua kuacha kazi, umemwacha Mungu wako siku ya ibada leo, tunakupa mara mbili. Tunakulipa ya baba na Mungu wako. Unanielewa? Dunia imeharibika ndugu zangu. Nakwambia hivi, si unashangaa kidogo? Sasa hivi unashangaa? Mbona sasa hivi wapo wengi? Wao wanafanya kazi kwa spidi kubwa na wana akili na wana uchumi mkubwa sana. Wanadanganya tu, chukua. Tutakudhamini, chukua. Tutakudhamini, chukua. Tutakudhamini, chukua. Biblia inasema nyakati za mwisho watu watapenda pesa kuliko kupenda nani? Ndicho kinachotokea leo. Pesa imechukua nafasi kubwa kuliko nani? Lazima dunia ifike wapi? Mtu anadiriki kuto kwenda kwenye ibada ya Mungu wake kwa sababu anatafuta nini? Ambayo kesho hiyo pesa anayoitafuta haitamsaidia kutoa maelezo kwenye kiti cha hukumu cha Mungu. Ataiacha hapa duniani, watamchagulia mti wa mnazi ama wa mwembe, mbili boksi lake ndio hili hapa. Sawa sawa? Wala msipige ripu wala nini wala msipige msasa. Huyu mzikeni bwana. Ana milioni ngapi benki? Wanauliza ana milioni ngapi? Alikuwa anatafuta usiku na mchana milioni 25. Naelewa? Anahangaika rika na mamasai karabosai. Kuna kitu nataka unielewe hapa. Unachokihangaikia leo kuna siku kitaondolewa. Naongea tena statement. Unachokipambania leo kuna siku kitaondolewa, utabaki wewe mwenyewe. Amehangaika amejenga jumba lake ghorofa 1 2 3 yuko juu. Kuna wakati alikuwa anagundua alikuwa anapanda kule juu anaangalia chini. Akitema mate anaishia hewani afike chini. Anachungulia hivi anakunywa juice yes. Inafika tu. Hizi ligament zimeisha. Nasema jamani shusheni. Nataka nalale kwenye chumba cha chini. Alafu analala kwenye kitanda tu kadogo, akachumba kadogo tu. Alafu ana lotion 1 2 3. Alafu watoto wake ambao alikuwa anakaa nao wameshaanza kumwacha moja moja, huyu kaolewa Mwanza, huyu kaolewa mimi, anakaa na mke wake wanafurahiana pale. Meno hayapo, wanaongea tu mama hehe. Tutaenda mbinguni sawa sawa. Wanaongea wenyewe wanaota moto, tutaenda mbinguni wako wenyewe.
Ukiona ameshaanza kuachwa amebaki wawili, unakaribia kwenda kwenye nyumba yako. Inakuja wakati sasa yale yote anasema sasa kitandani havikai, ni lazima kwenye mkeka chini. Godoro la 10 kwa 10 hataki tena, ni lazima chini. Unakaribia kuilalia ardhi. Yaani vyote vinabadilika, sisi inabadilika. Ninachokuambia leo, Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye atakayekusaidia. Hayo unayoangaikia leo hayana majibu yako, hayo unapambania leo hayana majibu yako, ila Roho Mtakatifu anayo majibu leo na milele yote. Mang'ana leo ili umpate. Alia machozi wakati nafikiria. Alia machozi nasema Mungu, hivi wanadamu wamefungwa na nini? Kuna kitu gani kimepiga upofu? Yule mkuu wa anga ameingia, amefunga watu macho kiasi hichi. Mwisho wa siku analala pale, kimkeka kitoshi, anakaa pale, mkake naye amechoka, memories zinapotea, wanaajiri mfanyakazi, watoto wao wana hela, mfanyakazi hawageuzi, hawaoshoshi. Kule Marekani kuna sehemu special kwa ajili ya wazee. Unaelewa? Hata watoto wao hataki kukaa nao. Wamewapangishia kuna eneo maalum kwa ajili ya wazee tu. Umeelewa? Yaani hapa tunaamua leo watakaa tu wazee. Mtakaa wenyewe mnamjadiliana stories za kizee wenyewe. Hadi sasa hivi mshauri sisi kwa Kenya kijana. Kwa unatafuta wafanyakazi kutoka Afrika, Tanzania wanaenda kuwalea pale. Wanaogesha, wengine wanatemea mate, wengine wazee wa korofi, wanapigwa hela kule wanalea wale wazee. Tunaelewa watu. Kwa kuna vitu ambavyo unaweza kufikiri kwamba ni vizuri sana kwa maisha yako, lakini kuna siku itaondoka. Ng'ang'ana na wokovu ukiwa umesheheni viwango vya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio itakuwa faida yako kwa maisha yako unayoishi leo. Amina. Naulia tena. Fanya maisha, tafuta maisha, hangaika na uchumi, lakini visikufanye ukamwacha Mungu wako, kwa sababu hivyo kuna siku vitaondolewa. Hautaenda na kitu mwanangu. Utaenda na kitu. Ulikuja una kitu, utarudi una kitu. Kila mtu alizaliwa na kitu hapa. Una kitu leo, jeuri inatoka wapi? Nashangaa mtu mwingine ananaka kabisa, ananata sikiliza. Anamwelea mtu kuanzia chini mpaka juu, anamshusha, anamskani, anamshusha. Alafu anamtima maji. Sikiliza, alirudi tu ana tabukta. Alikuja na bukta. Akavalishwa kanga iliyochakaa, tena sio kanga mpya. Unavishwa kanga iliyochakaa ili usikatokate ngozi yako nyepesi line wewe. Unavalishwa kanga iliyotumika ili huna haja ya kuchukua kitu kipya wewe. Utakatwa wakati ngozi yako umetoka huko, umejifika tumboni miezi 9 wewe line. Unakuja pale unakula, unanyosha uji, unakula, watu wanakusaidia. Leo anakuwa tena anavimba, Mungu amtaki tena. Na kata alikuwa tumboni, Mungu ameweka tumbo miezi 9 kwenye kale katufe, katufe hapo kana maji ndani. Mungu amemhifadhi leo, eti leo jeuri eti Mungu anampangia muda. Anampangia Mungu ibada. Sikiliza, ufahamu wako ufunguliwe katika jina la Yesu leo. Maisha yako yabadilike, akili yako igeuzwe ili umpate Yesu aliye hai. Amen. Sieleweka hapa jamani. Hapa usilani. Itaidi usilani. Namalizia. Nasema hivi. Ukiokoka tu bila Roho Mtakatifu haitoshi. Tamani kujia nguvu. Leo kuna walokole wengi wa kanisani hawajajaa Roho Mtakatifu. Ndio maana unashindwa kushinda vikwazo unavyokutana navyo. Ndio maana ukisemwa tu kidogo, ukisengenywa, wewe unasema hilo kanisa mimi. Sikiliza, leo Roho Mtakatifu ndugu yangu, labda asengenywe na Yesu. Yaani unisengenye wewe nani mpale. Muhe. Mjaluo. Nisengenye kwa kanisa la Yesu, wewe unalifia. Yuko alolifia. Wewe unisengenye niache kanisa. Never. Kwa sababu wewe unachotaka mimi nikafe. Ndio maana nakwambia usiweke watu kwenye moyo. Ukijaa Roho Mtakatifu utajaza majina ya watu. Sasa una Maimuna, una Sikujua, una Tumtufye, una Perpetua. Wote umejaza kwenye nini? Kwenye moyo. Perpetua alinisema, Tumtufye alinisema. Hawa watu hapa. Unalala usiku usingizi unapaa. Mwenzako Perpetua anakoroma. Sikiliza, usiweke watu kwenye moyo. Utakufa kabla siku zako zifika. Pressure kupanda na kushuka, kisukari mara BP.
Unaelewa? Sio kila vita upigane. Kuna vita nyingine ziache. Acha. Yesu Mungu alisema roho yangu haitashindana na nani? Hata siku hii. Kwa sababu kila mara liwaza mwanadamu ni baya tu siku zote. Hawazi jambo nini? Jema. Mwanadamu ndivyo alivyo. Tunaona watu wa Mungu. Nikasema usibebebebe kila kitu. Mtu anaweza kwa sababu dunia imeharibika, mtu anaweza kaleta jambo la kukuchafua ama la kukutisha. Bwana huyu amesema hivi. Huyu amesema hivi. Huyu nani amesema hivi. Huyu nani amesema hivi. Amesitaki kutaja mtu asiye kasema. Amesema amekusema wewe sijui nini, eti unajifanya unaomba sana. Anasema eti hata ukivaa nguo ni kama vile unajifanya unaringaringa. Mimi nimekuletea tu taarifa, mimi tu kukuletea habari. Mimi tu kukuletea nini? Anaomba na kanga chake paka. Wewe sasa unabaki sasa. Unasemaje? Unaanza kufikiria. Umejiingiza kwenye usisumbue mashauri yako apite kwa vitu vya kijinga. Sumbua mashauri yako kwa habari ya vitu vya kimbingu. Amen. Tunaweza kufikiria pepe tu. Una kazi ya kufanya. Sikiliza, anza kupiga tenzi. Bwana uliye. Anakuadisia walitawa takatifu wako. Ukimaliza hapo, unatafuta faragha ya Bwana. Nimesikia habari 1, 2, 3. Naomba msaidie nani? Perpetua sio yeye. Huyo Perpetua leo mtarajia sio huyu. Una roho imeingia wapi? Bwana shughulika na ile roho. Perpetua mtu mzuri sana akiacha mambo. Shughulika na ile roho. Kesho unamfanyia Perpetua kwanza siviwe. Unaendeleaje? Bado anasema, ndio maana anasema wana amani nyingi sana wale washikao nini? Wala hakuna la kuwakwaza. Wewe kidogo tu ushajua. Kama kifutu kiboko sio koboko, yaani unataka kutemi mate ni kobra hapo hapo. Umeshavimba hivi. Nina hasira mimi. Unijui mimi nina hasira. Sikiliza wewe mpagani bado. Waliotoka wamejaa roho, wanakuwa stabilize. Amina. Wanaenda. Roho Mtakatifu anakupa uwezo wa kucheza michezo yote. Anakushindia. Amina. Wewe una grease. Yesu Roho Mtakatifu ni mafuta, sifa yake lugha yake ya picha ni mafuta. Mafuta yanalainisha, si ndio? Yanaweka vitu vinakuwa vizuri, lakini ni maji. Tunaona watu wa Mungu kidogo tu umeshaviva, umeshaanza mikakati moja nifuate. Unasikia wewe mama, sikiliza. Wewe tusizoeane. Wewe umeniambia hata taarifa hata hujajua. Kuanzia leo nakwambia ulokole sio ujinga. Nitakuonesha kama mimi nimeokoka ama mimi ni mnyamwezi. Ndio nitakuonesha kama mimi na kulamba makofi huko mbinguni naenda. Sikiliza, acha usanii. Uweze kulamba makofi na mbinguni ukaenda. Wewe tayari umeshaingiliwa, mbinguni uendi. Wewe kitu takiwa pale sema vita vyetu sio vya damu ili na nini? Na nyama, si vita vya kiroho mwanangu. Ushaona hii chuma imevamiwa. Hii chuma imevamiwa sio yenyewe. Huyu Perpetua anataka Perpetua anakaa wewe hapa mna Perpetua. Perpetua ni huyu. Tumtufie. Ni huyu. Atovo kile huyu. Tombogo huyu. Ni huyu. Unamwangalia vizuri bila sio yeye. Sio nani? Yuko adui ameingia wapi? Ukijaa roho utaona watu huruma. Umeelewana? Hutachukia watu. Leo kuna mtu anamchukia mwenye dhambi mpaka hataki kumsalimia. Sikiliza, sio yeye. Sio nini? Ndio tolea tafsiri hapa. Mwenye dhambi anasaidiwa, anatengwa ili afikirie toba ya kweli, arudi kwa Mungu wake. Sawa sawa? Hachukiwi. Tunaona watu wa Mungu. Kwa hiyo mwenye dhambi anasaidiwa, lakini akiwa hataki kusaidiwa, huyo ana agenda yake, anafanyaje? Anasaidiwa kwa nje. Anafungwa kifungo cha wapi? Cha nje. Anapigwa muhuri wa magereza. Kwa popote anapotembea, anatembea na muhuri wa nini? Wa magereza. Akionekana tu anabanda za nini? Za ukonga. Yule pale mfungo, yule pale bado. Ana muhuri, huyu muhuri mpaka upigwe. Kicho fungo duniani, unapigwa kimaje? Kamata kweli kweli. Usicheze na mambo ya Mungu roho, ni kesi nyingine. Ni kesi nini? Kesi nyingine. Je, Roho Mtakatifu leo atakusaidia kushinda katika ulimwengu? Hii sisomi, utasoma Zaburi 199 mstari wa 7. Yupo kila? Lakini ya pili ni wa milele. Sema na wa milele. Wa milele.
lakini anajua yote. Anajua yote. Roho Mtakatifu anajua kesho yako, anajua maisha yako, anajua haja yako, anajua ulichotegewa mbele na adui, anajua mstakabali wa maisha yako, anajua cha msingi ujae Roho Mtakatifu ili uwe naye na atakusaidia. Kwa sababu somo hili operation inaendelea, nitaishia hapa leo, alafu next time tutaendelea kwenye peji nyingine. Niseme tu sasa hivi mama mmoja atafanya hapa. Nitaomba kibali kwa Mungu ili kila aliye wake, kila aliyemchagua asiishi tu mwenyewe, amjaze nguvu za Roho Mtakatifu. Hao ni maombi yangu mwezi huu wote katika operation hii. Kila aliyemchagua Yesu aliyofia msalabani aache kuishi kwa ujanja. Ujanja usaidie. Wapendwa, ujanja nini? Kanisa lenye nguvu za Mungu nyingi, utakuta watu wengi rika rababari na mama riko rababa saika na mama riko rababari basaka ya rababa rika na mama rararararararara rike shetani ataka sasa ni mmoja tu anaomba kinyamwezi. Yasema kuomba kinyamwezi ni madini. Kuna wakati ingia faraga. Sio kila siku naomba lugha yako ya Kipare. Kila siku shetani anasikia unachokiomba. Badilisha tu. Amina. Maisha mchezo. Wakati mwingine uko na nyumba za kupanga, unashindwa kuombea kitu. Ya roho hapo umempiga magoli mengi, hawezi akajua. Naombea mtu, bwana huyu ananisumbua sana kwenye hii nyumba huyu bwana. Sasa nataka naombe maombi mazito nikajifiche uvunguni. Hapana, nabadilisha lugha tu. Rana maraka sakarabobo sai kainamo. Anasikia tu rika na anakachanganyikiwa huyo. Sio kachanganyikiwa na kugonga mishale ya moto wewe, hujaelewa? Ndio haya kwa roho, hautachanganyikiwa, utapiga kwa lugha, utanena kwa lugha mpya, utabadilisha mawasiliano, maongezi yako ya kiroho utayabadilisha. Bwana, mbona tena umempiga magoli mengi? Ndio wanasema ja roho wewe. Acha mazoea mama kila siku wewe bana nisaidie. Watakusikiliza afa atakupangia mikakati. Ndio mpanga mikakati yako. Sasa watoto wangu tunaombea kwamba familia yangu mafanikio ya mwezi huu. Sema anaombea nini? Mafanikio. Andika mafanikio. Na wengine wanaombea nini? Wanaombea nani? Watoto wao wafaulu. Nani na nani? Huyu nani na nani? Sasa napeleka kikao kwenye vilinge vya kesho. Jamani, mama alipokile wachawi nao wanaongeana kwenye vilinge vyao. Jana wewe ulisikia nini kwenye mtaa wenu? Nasema mimi nilisikia kama kuna mimi mlokole mmoja na mama Tokokile. Anasema nataka mafanikio. Mafanikio gani kwenye maisha sasa? Na watoto wake anasema wafaulu. Sasa kwa sababu unafanya masiara, umepanga mikakati afu ufanye kazi, umepanga agenda hewa, si ndio? Wenzako wakusikiliza. Wenzako mwanangu ile agenda fikiri. Amesema mafanikio tayari wanavuvia. Hakuna mafanikio. Na kuanzia leo mpe roho la uvivu la kuomba, asiombe kabisa, asiweze kuomba kabisa. Asiweze kusoma Biblia kabisa. Kanisani kwake ni avutwe kama manati. Unaelewana? Jamani, kilinge. Wanacheka. Tumempata. Hebu mvuteni kidogo. Wanaangalia kweli wanaenda unakuta mbona kama vile kanisa hili mvivu wanao tuona hivyo jipime wachapo donyoa. Kuna mahali umetagetiwa. Ndio maana ukopaka sana ukiona umelala nyumbani siku ya kwanza ti. Uko raha burudani msade kabisa unaangalia TV unaangalia. Uko kabisa hadi unahema na maji unakunywa mwanangu. Na mwaka tobo. Yaani Jumapili kama ni kanisani. Ya pili na unastarehe umeshafichwa lock up ya kuzimu muda nini? Muda sana. Umelala bila kuomba siku ya kwanza. Siku ya pili usikia tia yote. Unakula tu na unapiga story. Tayari mwana. Haujafunga mwezi mzima. Ni maombi ya kwako binafsi ya faragha ya wewe na familia yako, kuombea mume wako, kuombea watoto wako, kuombea Tanzania hata siku hii. Alafu unakula kisamvu na matembele tu unapiga mboli. Na juisi na maji ya baridi. Leta TV pale. Umeisha. Nakwambia umeisha. Hizo ni dalili ya kwamba umeshabunguliwa. Hiyo ni dalili ya kwamba shetani amenyang'anya kile
cha zamani ambacho Bwana aliweka. Hiyo ni dalili ya kwamba mafuta hauna tena. Hiyo ni dalili ya kwamba unamhitaji Bwana ili arejeze nguvu tena. Unamhitaji Bwana ili akurudie tena. Unamhitaji Bwana ili akupiganie tena. Unamhitaji Yesu ili akutetee tena. Simama pale ulipo.